wetu sisi ni wana Magabira Club, na kila siku ya Jumamosi tutakuwa tunakaa katika kipindi kinachoitwa Tujadili. Yaani tunatoa mada fulani alafu tunajadili na kutoa maana yake. So pia kama ungekuwa unapenda kuja tujadili, unaweza unakuja kila Saturday tunajadili, at least unatoka kama umejifunza kitu. Karibuni. Karibuni nyote. Sisi huwa tunapatikana hapa Magabira. Na huu mjadala huwa tunafanyia ukifika kwa boma la kina Pawa, nyumba ya mwisho ambayo iko na mabati ya red nyumba. Sasa ukikuja hapo utatupata. Karibuni. Wenzangu, tumekaa hapa tunataka kujadili swali fulani, na swali lenyewe linauliza hivi: masomo ya kisasa yana faida gani na hasara gani katika wanafunzi au kwenye wanafunzi? Labda hamjanielewa. Yaani namaanisha masomo ya 844 na CBC ni masomo gani ambayo yameleta faida nyingi kwa wanafunzi? Mimi mwenzangu, mimi naona hivi, masomo ya CBC ni muhimu. Labda utatupa maana sasa. Kwa nini Masomo ya CBC? Kwa sababu masomo ya CBC mtoto anaweza kutambua anaweza kutambua kitu kuliko mtoto wa 844. Hapo nakuunga mkono, hapo ni ukweli. Nakuunga mkono, hapo ni kweli. Sasa mwenzangu wali ni una macho na muunga mwenzako pena mkono. Ndio. Sasa moja kwa moja ningependa mwenzangu japo utufafanulie kuhusu hiyo mada. Kwanza mimi kwa majina ni Japa, na mimi nimeonelea kabla kwanza sijaendelea zaidi, mimi naona tuna shida ya viti. Kwa sababu nimekuja tu nikakalia hapa hii ndudi. Sasa hapo ndipo tunaweza endelea na mada yetu. Mimi nimeonelea kuwa 844 ni mzuri kwa sababu 844 wanafunzi wanaelewa vitu zaidi na wapeleki hasara, lakini CBC wanafunzi wanapeleka hasara na kidogo naweza shtukia wanafunzi mara amesema leta mayai, wanataka chumvi, wanataka sukari. Na 844 wanafunzi ni kulipa fee peke yake. Na pia hii 844 ukiona mwalimu anakufunza na unaelewa, lakini CBC ni lazima uende kwa hiyo practice ndio mwanafunzi aelewe zaidi. Lakini sisi kwa 844 ni kuandika kitu kama notes na kusoma. Sasa hapo ndipo unaona mwanafunzi anaelewa zaidi kuliko CBC. Mwenzangu hapo na kupinga, kwa sababu masomo ya CBC umesema hapa wanafanya practical. Kwa hizo sasa wanaweza kujiajiri wenyewe, ili hali masomo ya 844 mtu hawezi kujiajiri, lazima ajiriwe na serikali. Mwenzangu umesema kuwa CBC mwanafunzi anaweza akajiajiri mwenyewe. Hata pia 844 mwanafunzi anaweza akajiajiri mwenyewe. Ukisoma kitu kama vile agriculture, usome CR na uweke kitu kama physics, tuseme hivyo, mtu wa CBC na mtu wa 844 wakifanya agriculture, hiyo ukulima ni tofauti. Sababu ni hii: mwanafunzi wa CBC anaweza akatumia vitu fulani hata zinaweza zikaunguza mmea, lakini 844
mtu amesoma na ameelewa, kwa sababu yeye anaweza tumia mbolea, ile mbolea 844 wanatumia mbolea ya kienyeji, vitu kama vile wanakata mmea kama hiyo mahindi ama muhindi tuseme hivyo, na kama bado haijakomaa na wanakata ikiwa ndogo, na wanakata vipande vidogo vidogo na wanaweka kwenye shimo, na wanaongezea hiyo kinyesi cha ng'ombe, mbuzi na hata cha kuku. Changanya kutumia kijiti fulani ambacho wanakitumia kukoroga, na hicho kinyesi mahindi zote zinakaa kwa muda wa mwezi fulani hivi, kama mwezi mmoja ama wiki 3-4, na kisha watakitoa hapo. Kama kimesha kuwa kizuri, kiko tayari kwenda shambani. Shida ya CBC, hawa ni wanafunzi ambao wanasumbua na kuleta hasara. Wanaenda wananunua mbolea dukani na wanakuja wanaitumia, na hiyo mbolea dukani, hiyo mbolea saa zingine ni mzuri, na tena saa zingine inaleta madhara fulani. Inaweza ikaunguza mmea kama umepandwa, na sasa hiyo ndio shida ambayo